Cable TV, beyond the real. Good afternoon and welcome to Sky Cable TV News. My name is Michelle Keretoh. So 11 people died along Keretoh Road in Muminji area of Mbeere North constituency, Embu County. 9 of them sustained injuries and are at Embu Level 5 Hospital, and others escaped minor injuries. Area MCA Toa kitu. Hii ajali imesababishwa na negligence ya driver mwenyewe. Gari nasikia iliisha mafuta, na kuisha mafuta wakaweka mafuta, kaenda kugurumisha ikakataa. Sasa akaona asitue hii gari. Sasa wakati ameenda kuzitua na anastua reverse, wakati imenjaa watu ikiwa over capacity, sasa ikakosa kusimama. Ile habari tumeweza kupata ni kwamba watu 11 walipoteza maisha, watu 9 wako hali ambayo si nzuri, na watu 41 waliumia kidogo. Kwa hivyo hii basi ilikuwa inabeba watu, inatakiwa kubeba watu 21, ilikuwa inabeba 61. So mara 3 ya capacity yake. Na tumesema nimeenda pale pamoja na Regional Police Commander, the Regional Manager NTSA, County Commissioner na timu yake. Tumekuwa huko na sasa tumesema ni lazima kuwa na crackdown kabisa ya magari ambayo ni mbovu zinazotumika kwa barabara zetu. Tumesema polisi wasihurumie mtu yoyote ambaye anaharibu maisha ya binadamu, kwa sababu leo tumepoteza watu wengi. of Lamu are insecure about a gang of young men who emerged and attacked a person by cutting him with a knife, among other injuries. As report indicates, the person was not able to survive the wounds, and unfortunately he died on his way to hospital. Jana usiku saa 1:00 mwenyewe alikuwa amekaa kwa nyumba yake kule Bajuri, anabeti mwenyewe bila shida. Kukatoka vijana wakajamgwa kura hii simu. Kwa kura simu akapiga nduru. Nilipopiga nduru watu wakatoka, tukaangalia hivi anakimbiza na wale wahalifu. Akakatwa hapa mkono, anawafuatilia tena akadungwa kisu cha hapa. Dakika ya mwisho vile anapigana na wao akadungwa hapa shilasha pale katoka na huko. Hapo jana ndio tukifika naye sikao kwasha kufanjiani. Wanaume zetu akijala mwana wao wanadungwa visu kwa sababu vitu vya wenyewe kwa simu bila sababu. Kwa nini? Serikali iko wapi jamani? Tunakufa hapa Lamu. Serikali iko wapi? Ni nini hivi? Hakuna kiongozi jamani hapa Lamu. Haitaenda masaa mawili kama hajashikwa. Naomba yule ambaye ako na habari ya yule mtu ambaye alitenda, tafadhali ujitokeze utusaidie sisi tuweze kujua huyo mtu ni nani. Wakati sisi tunapiga kelele na atusaidii polisi, inakuwa ngumu kwetu sisi kufanya kazi. Nasema poleni sana
kwa tukio iliyofanyika. Najua ni uchungu na ningependa kusema tu hivi. Wakati kama huu najua mko na ile anga kubwa sana. Hata kama mimi ningesikia hivyo. Is that a fire incident in Nakuru happened at around 1 p.m. and destroyed the properties of a woman who was an entrepreneur in that area to ashes, and the woman said that she was only able to rescue the children, asking for help from the government. Moto ilianza saa 7 ya usiku, hatukuweza kurescue kitu. Mimi nilikuwa na hoteli, nilikuwa pia na manyumba mbili za kulala. Sasa venye moto ilitufikia tu once, niliweza tu kurescue watoto. Hizo vitu zingine zote za kazi sikuweza. Zima moto hazikufika kabisa. Kwanza kuna post ilikuwa imeshikika ya stima. Sasa watu wa huku ndio walikuwa majirani wanabeba maji na mitungi, wengine wanapanda juu kujaribu kuzima. Wakati huu tunaweza sema pia ubali unachangia, lakini pia katika ile kupiga simu unapata wakati mwingine response inakuwa ni very poor. Kwa hivyo tungeomba kama gavana wetu wa Nakuru aweze kuhimiza watu wake waweze kuwa rada masaa 24, na pia tungeweza kuomba kama inawezekana hapa Subukia tuwe na station zimamoto moja ambayo inaweza kimbia wakati unahitajika ama wakati tumekuwa na mkaza huo. Mimi naomba usaidizi wenyu serikali, mimi niweze kurudisha kazi yangu na niweze kuishi maisha yenye ningeishi hapo mbeleni. Masaa 24, na pia tungeweza kuomba kama inawezekana hapa Subukia tuwe na station zimamoto moja ambayo inaweza kimbia. In addition, a woman dropped from a matatu in Kitale and left her 2-month-old baby at the hands of other women. The woman was believed to be traveling to Kitale, and the case was reported to a nearby police station. And the baby is to be brought up by well wishers. And that was done. Ilikuwa saa 11:30 on Sunday hiyo. Kuna mama alishuka kwa gari kutoka Eldoret. Hiyo gari ilikuwa inaelekea Bungoma na alikuwa na msiko na mtoto. Sasa bila alishuka, sisi tulikuwa tumekaa hapo kwa kipanda, na akateremka akakuja penye sisi tuko, na akapea mwenzangu mtoto, akasema nisaidie kunishikia nifukishe msiko nipeleke kwa stage ya Kitale. Mwenzangu akasita, akamwambia usiwaambie manamba wa kupepe. Akasema yeye hana pesa ya kupea manamba, yeye mwenyewe anabeba. Mwenzangu akachukua mtoto. Tukakaa tuone mama arudi. Nikamwambia mama siku hizi ni wakora, hebu amka ufuate. Sasa vile tuliamka kufuata hatukumpata. Kufika huko kuulizia, sema tio mama amepanda gari ya kwenda Kitale Link.
Sasa tukasupa hapo, hatuna la kufanya, ndio tukaamua kwenda polisi. Kutoka hapo tukachukua nini, tukaenda mpaka police station, tukapeleka report. After hapo wakatuambia tukurejea na mtoto nyumbani. Hapo turudi tarehe 15. Tarehe 15 tukarudi tena kule. Wakaniuliza kama naweza nikalea mtoto. Nikawaeleza naweza nikalea, pora wanipe support ndaweza nikalea mtoto. Na huyu mwenye amewacha mtoto yake hii, kama yeye ni mtoto wake, Mungu atampa kiboko. Mtu yoyote ama mama yoyote, tafadhali, kama umezaa wewe, ulienda wakati unataka kupata huyo mtoto, uliona wewe unastahili, sasa ukapewa mimba, ndio hiyo umepepa miezi 9. Hiyo kupepa miezi 9 yote wewe uko na mtoto kwa tumbo, uzaa alafu tena uachie mtu mwingine, hiyo ni ungwana kweli? So a sensitization security in Nakuru is taking place, and this is believed to enable police officers to easily link out a criminal to a crime they have committed. My name is Billy Hansen. I'm coming from Denmark, and we are very happy to be able to come here today and have this presentation for a lot of people here in Nakuru. Our aim is to reduce crime in the countries that where we are introducing these products, or we want to help the police and security companies and law enforcement agencies to give them a tool where they can to change that trend that we can see in Kenya. It will be possible to link that criminal to a crime scene. And I think very often when we look at cases in court, you see that one of the most difficult things is to be able to link a criminal to a crime scene. But every police officer knows also that if he can find a DNA trace at the scene, he has a very strong tool to link that criminal to a crime scene. My name is Eric Kiwanyonyi. I'm the Deputy County Commissioner here. And with me we have our security team here. You all know that I think fighting a crime is a concerted effort. It's a teamwork spirit. And for us here in Nakuru, security agents, we also partner with other relevant bodies to fight the crime. We have a new idea, I think, which has come up by Billy, the guy from Denmark. He has been here around for some time with that innovation of selected DNA. Selected DNA, much as we have listened to him, is something that can assist us really fight crime. The product can be used to mark some of the very, very valuable items, and police, it can really help the police to link that to the criminals. It can be traced very easily, as we have learned with it. More particularly, the items to do with the new ICT items, the phones, the computers, the hardwares. The technology is very good in safeguarding even personal equipments. So it is a very good idea, which we have seen, and we welcome it in Nakuru here. And we are privileged that Nakuru is the first county for him to implement this idea. Road safety measures are being introduced in Nakuru County by a program funded by the European Union under the support of Kenya Energy and Transport Sectors Program, ACP EU partnership, and which is to run for a period of 3 years. Among other counties targeted are Kakamega, Kisumu, Keretoh, Nakuru, and Nairobi and Makueni. We have tried to
If you are to travel at a speed of 50 kilometers per hour, that signage should be clear. If there is a pump some few meters from where you are, those signage should be clear. So that's the only way. If there are schools in that neighborhood, we need to make sure that the right signage is placed there so that any road user can actually can be made aware of the importance of those road signages. Simamisha kitu around 100 meters away. So kupatiana driver mbali asimamishe gari, kuna kitu mbele inafanyika. So ningependa washikadau, mheshimiwa, niangaliwe. Wherever an accident happens, somebody hurt. It doesn't just happen. The accidents, they are not accidents per se. Somebody either made a mistake here or there in poor judgment or something like that. And those are some of the issues we need to capture before it happens. That's why as a NTSA also, we need to have a team that is looking at some of the major causes of these lapses. Why are there lapses in some of the areas that happens? Because that's their mandate to make sure that we are safe in our roads. You all know that we have more new roads, isn't it? So with the coming in of more new roads and more new imports of motor vehicles, that means that more and more numbers of people are starting to use our roads who are not using them earlier. And also we have now more and more bodabodas being imported in the country. What we have done as NTSA is we have now introduced a training curriculum for the bodabodas and also for the motor vehicles. Now, if you're doing long distances, we request and we require, it is actually a requirement by NTSA, that you have 2 drivers, so that we also avoid fatigue of drivers when they are driving on the roads. If someone is driving from Nairobi to Mombasa, for example, from Nakuru or Busia to Mombasa, then they can have 2 drivers. Brothers and sisters, accident violence. And I want to say that today, as you remember, the victims of your family. Bonto MP Gideon Ochanda has asked the government to scrap boarding schools facilities to end unrest in schools. He said that boarding schools should be converted to day schools and school calendar has to be adjusted. Think is now an appropriate time for Kenya to go through a process of self-introspection, to relook at our education calendar, relook at our education committee, and distinctively analyze, review it, and see whether that is what is impacting in the banning of schools. I think we have opportunity as Parliament with the education committee to interrogate the student calendar, whether that is what is making our students ban schools. And I'm asking our parents too, they should play their role, including myself as a parent. We play a role by talking to our students, talking to our kids when they come for half-term, so that they stop banning our schools. It's becoming a problem in the Republic of Kenya. We must have a discipline in schools, even if it means reintroducing caning for students. If that is a panacea or a prophylax that will help this country, so be it. This is my view in terms of what's going on. The unrest and this idea of banning schools and all that, in my view, the future of education or the future of schooling is in day school. The future is in day school. The earlier we convert all those boarding secondary schools into day schools, the better for this country. Let the boarding wings that are there be run privately. We need to privatize the boarding section of the secondary schools, so that if you are a parent and you are able to afford, let your kid stay, the accommodation on the boarding side be private. But the rest should be handling curriculum only. So we've come to the end of our news. This is Sky Cable TV Kenya. Thank you for tuning in. My name is Michelle Keretoh. See you on Friday.